Vodacom, kazi ni kwako. Shukuru sana Mheshimiwa Mbaruk. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha na mimi leo kusimama hapa kuchangia katika hotuba hii ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Lakini vile vile pia nitakuwa ni mchoyo wa shukrani kama sikuwashukuru wapiga kura wangu wa jimbo langu la Tanga mjini ambao kwa mara ya kwanza wamebadilisha historia ya Tanzania kwa kupatikana mbunge wa upinzani katika jimbo la Tanga iliyokuwa ngome kuu ya CCM. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti nitazungumza yafuatayo. Nitazungumzia viwanda, biashara alafu na ubinafsishaji. Lakini kwanza niseme bila ya umeme wa uhakika basi Tanzania viwanda itakuwa ni ndoto za alinacha. Na kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu nchi yetu imekuwa kama nchi ya kufikirika. Tumekuwa tukiambiwa baada ya kugundulika gesi na makaa ya mawe kwamba umeme katika utakuwa kama historia ya vita ya Majimaji iliyopigwa mwaka 1905. Lakini leo umeme umekuwa hauna uhakika. Humu ndani ya bunge pia umeme unakatika. Sasa sijui Tanzania ya viwanda itakuwa ni Tanzania ipi hiyo? Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme kwamba viwanda, biashara, reli na barabara ni vitu vinavyoambatana. Sasa imefika mahala sisi Tanzania tumekuwa twafanya vichekesho. Kwa nini? Leo reli inayotoka Tanga kuja kuungana na reli ya kati imekufa. Lakini vile vile pia viwanda vingi hakuna asiyojua kwamba Tanga ulikuwa ni mji wa viwanda. Tulikuwa na kiwanda cha chuma, steel rolling mills, tulikuwa na kiwanda cha Sawmill, tulikuwa na kiwanda cha mbolea, tulikuwa na kiwanda cha Kamba Ngomeni, tulikuwa na NMC, tulikuwa na karakana kubwa ya reli. Vyote hivyo vimeuliwa chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na kufa viwanda hivi, leo mji wa Tanga umekuwa hauna ajira. Tukumbuke Tanga ulikuwa sio mji wa mazao ya biashara ya vyakula, ulikuwa ni mashamba ya mkonge, nao pia yamekufa. Sasa leo imefika mahala Tanga umekuwa kama mji ambao ulikuwa na vita, kama Baghdadi vile. Sasa mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia kuuliwa viwanda vya Tanga, matokeo yake sasa miaka 55 baada ya uhuru, Tanzania leo tunaongoza kwa kilimo cha pamba, lakini nepi pia madeni China, nepi za watoto wachanga, sindano ya kushonea kwa mkono madeni China, vijiti vya kuchokolea meno toothpick madeni China, miti ya kuchomea mishkaki pia madeni China, basi hata handkerchief pia. Lakini bado tukikaa humu ndani tunajisifu kwamba sisi tuna viwanda na tunataka kufanya Tanzania viwanda. Mimi sikubaliani na swala hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema kama tutataka kuifanya Tanzania viwanda, kwanza tufufue vile viwanda vingi vilivyovuliwa katika mji wa Tanga. Hakuna asiyojua ukenda Tanga Muheza ni wazalishaji wakubwa wa mazao ya matunda hususan machungwa. Lakini leo tunanunua pakiti ya juisi kutoka Saudi Arabia shilingi 5,000. Hakuna asiyojua kwamba ukienda maeneo ya Hale huko na Korogwe kuna maembe ya kutosha. Lakini hakuna hata viwanda vya kuprocess matunda hayo tukaweza kuuza sisi katika nchi nyingine. Leo matunda na majuisi yote yanatoka nje, wanaoyaleta huko wanachukua pesa zetu za kigeni wakaenda kununulia. Unapokuwa una import zaidi kuliko kuexport, maana yake unajikaribishia umaskini. Lakini wenzetu hilo hawalioni. Anayezungumza hapa ataanza kupongeza, ataanza kusifu ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini yanapoharibika hasemi kwamba ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio inaharibu. Kwanza mimi nashangazwa, mbona nchi nyingi duniani zinafanya maendeleo lakini hawataji ilani za chama? Kenya shule zinajengwa, maabara zinajengwa, ukenda Malawi barabara zinajengwa na maendeleo mengine yanafanyika, lakini watu hawataji ilani ya chama. Mimi naona tatizo hapa ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tubadilike. Serikali yoyote inayokusanya kodi kazi yake ni kurudisha kodi hiyo kwa kupelekea wananchi maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikija kwenye swala la biashara, Watanzania leo wamekuwa wakihangaika hususan kina mama. Ukenda katika kila nyumba sasa hivi katika mikoa yetu na miji yetu mikuu, kila nyumba ina frame za maduka. Kwa sababu ajira hakuna, viwanda hakuna. Leo kina mama ndio wanaolea familia, wanahangaika, wanafungua biashara. Lakini cha kushangaza, sheria ya biashara Tanzania ni tofauti na sehemu nyingine.
Kawaida ya biashara, mfanyabiashara anapoanza biashara upya lazima apewe tax holiday ili ajiweke vizuri aweze kupata faida, alipe kodi. Na hata hapa ndio sheria inavyosema kwamba usilipe kodi kabla ya kupata faida. Lakini Tanzania mtu anakwenda TRA akishapata TIN number anafanyiwa assessment, analipa kodi kabla hajafanya biashara. Matokeo yake sasa, kina mama wanaokopa mikopo katika taasisi za kifedha kama BRAC, Poverty Africa na wengine wamekuwa wakichukuliwa vyombo vyao, wamekuwa wengine wakijinyonga, na wengine wamekuwa wakikimbia familia zao kwa kuogopa madeni wanaodaiwa na taasisi za fedha. Sasa kwa nini serikali yetu haiwasaidii wananchi wake katika biashara? Leo ukienda Rwanda na Burundi, anayekuwa na nia kufanya biashara, baada ya mtaji aliokuwa nao, serikali inamuongezea fedha na kuambiwa kwamba tunakuongezea fedha uajiri wa Burundi wenzako au wa Rwanda wenzako wawili usaidie kukuza ajira katika nchi yetu. Lakini Tanzania ni kinyume. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, na kuomba ulizingatie hili. Tanga viwanda vingi vimeuliwa, hususan reli. Panazungumzwa hapa reli ya kati itajengwa katika kiwango cha standard gauge, lakini Waswahili wana usemi wao wasema mwiba uingiapo ndio unapotokea hapo hapo. Sasa reli ya kati ilianza kujengwa na Wajerumani katika miaka 1905, ilianzia Tanga. Vipi leo tutataja reli ya kati ijengwe kuanzia Dar es Salaam? Tumesahau kwamba mwiba uingiapo ndio utokea hapo. Mimi naomba kama reli ya kati nataka kufanywa ukarabati, basi ianzie Tanga bandarini pale ambapo ndio reli ilipoanzia. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ninalotaka kusema, tumeambiwa hapa na wazungumzaji wengi kwamba viwanda vilifanywa ubinafsishaji na vingine kuuzwa. Amesema Mheshimiwa Alijua Likali kwamba kule kwake kuna mbuzi katika kiwanda cha sukari, lakini hata Tanga kwenye kiwanda cha chuma. Cha kushangaza, walikuja wawekezaji wa Bulgaria, wakaja Wajerumani, wakataka kiwanda kile cha chuma, lakini matokeo yake wakanyimwa, wakapewa wawekezaji waliotakiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Matokeo yake sasa kiwanda kile kumekuwa ndani kunafugwa mbuzi napo, kama vile ilivyokuwa Morogoro. Na ndugu zangu, kiwanda cha chuma cha Tanga kilikuwa kinazalisha 2 products katika same time. Kulikuwa pale pana misumari inazalishwa bora kabisa katika Afrika Mashariki, na zilikuwa nondo zinazozalishwa Tanga, zilikuwa ni nondo bora. Sasa na mimi najiuliza, chuma bado kinahitajika siku hadi siku katika ujenzi wa magorofa, katika ujenzi wa madaraja, lakini hata katika mabodi ya magari. Inakuwaje kiwanda cha chuma kipate hasara mpaka kife? Huu ni ushahidi kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imeshindwa kusimamia viwanda vyetu. Kwa hiyo mimi niseme, Mheshimiwa Waziri, hoja yako siungi mkono, na unga mkono hoja iliyotolewa na upinzani, lakini kwanza iangalie Tanga. Na katika viwanda vingine usisahau viwanda vya matunda. Tanga ni mji unaozalisha matunda kwa wingi. Tunahitaji viwanda vya matunda navyo vijengwe Tanga ili Tanga iweze kurudia hadhi yake kama zamani. Na mimi labda nikumbushe historia kidogo. Hata ukiangalia jina la nchi hii kabla ya muungano wa Tanzania na Zanzibar ilikuwa inaitwa Tanganyika. Sasa hebu angalia Tanga ilivyokuwa na umuhimu katika nchi hii. Tanga na nyika zake ndio tukapata hii Tanganyika. Lakini bado watu wamesahau historia kwamba Tanga imechangia mchango mkubwa katika kuleta uhuru wa nchi hii. Leo Tanga imekuwa imeachwa kama mtoto yatima. Hata ukiangalia bajeti ya mwaka huu 2016-17, Tanga tuna mambo mengi ambayo tumeachwa, tutakuja kuzungumza. Lakini hata vile pia katika huo muungano wa Tanganyika na Zanzibar palikuwa pana mahusiano mazuri sana kati ya watu wa Zanzibar na watu wa Tanga, na hususan katika masuala ya kibiashara. Mpaka leo watu wanaingiliana katika biashara, watu wanawekeza katika upande wa bara na visiwani, lakini serikali imekuwa haitii nguvu kwa hawa wafanyabiashara ambao ni wazalendo. Lakini vile pia tumeacha sasa kuikumbuka na kuisaidia Tanga kwamba ndio yenye historia ya uhuru wa nchi yetu. Lakini vile pia tunaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri asisahau kwamba hata yeye yawezekana akawa ana jamaa zake na ndugu zake Tanga. Kwa nini? Kwa sababu Tanga ulikuwa ni mji wa viwanda, uliweza kukusanya makabila yote ya Tanzania 122, lakini hata nchi jirani. Kutoka Burundi tunao Warundi wengi kule, kutoka Malawi tunao watu wanaitwa Wanyasa kule, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Zambia, watu walikuja kufuata ajira Tanga. Sasa inakuwaje viwanda vya Tanga vife? Mimi naomba kama waziri una nia ya kweli ya kufanya Tanzania ya viwanda, hakuna haja ya kujenga viwanda vipya.
Tukifufua viwanda vya Tanga peke yake na maeneo mengine ya Tanzania, kweli tutakuwa Tanzania ya viwanda. Lakini kubwa kabisa, tusisahau kwamba bila ya umeme wa uhakika viwanda vitakuwa ni kama vile mchezo wa alinacha. Lazima kwanza tuwe na umeme wa uhakika, iwe tuna dhamira ya kweli kwamba kweli tumegundua gesi, tumegundua makaa ya mawe, lakini hata upo umeme pia huu wa wind vane, lazima umeme wa upepo, lazima tushirikishe umeme wote huo. Wenzetu wa baadhi ya nchi kama Ujerumani pamoja na ukubwa wake wanatumia solar power system. Na sisi kwa nini hatuna mpango wa muda mrefu wa serikali wa kujenga mtambo mkubwa wa umeme wa kutumia solar power system? Kama tukifeli katika hydroelectric power, twende katika gesi. Kama kwenye gesi tumeshindwa, tungekwenda katika solar power. Sasa waziri, unapozungumzia viwanda bila kutuhakikishia kwanza kwamba tuna umeme wa uhakika, mimi hapo inakuwa sielewi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, namuomba Mheshimiwa Waziri, hakuna haja ya kujenga viwanda vipya. Tufufue viwanda vingi zaidi ya 70 vilivyokuwa Tanga ambavyo vimekufa, lakini tufufue na viwanda vingine ambavyo vya zamani kama alivyotaja mheshimiwa mmoja, kiwanda cha News, kiwanda cha sukari, ili tuweze kufikia maendeleo ya Tanzania. Muda wako ndio huo.